kufatana na hali ya vita ambavyo M23 inaendelea kuzorotesha usalama katika mashariki mwa DRC. Maeneo ya Bukavu, Uvira na sehemu zingine wanaanza kuishi na mawasiwasi makubwa kulingana na hali ambayo inakuwa ni tishio kwa wakaaji ambao wanaendelea kuishi maeneo hayo. Nilipenda nikuje kuongea kitu kimoja ambacho zaidi tutakwenda kuzingatia. Twende tuzingatie jambo hili ndugu zangu, ambalo linaendelea kuleta utata na kujiuliza kwa nini M23 inaendelea kubaki katika jiji la Bukavu na kulenga zaidi katika jiji la Uvira. Kwa nini? Maana ukiangalia hawa watu wanatangaza zaidi kulenga kuchukua mji wa Uvira na kuja katika tarafa la Fizi. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa tuliingilie kati zaidi, bado ni mapema. Kwa sababu gani? Malengo ya hawa watu kutaka kuuteka mji wa Uvira, kutaka kuuteka mji wa Baraka au tarafa la Fizi, kuna malengo makubwa ambayo wanaenda kuilenga hapo. Ukiangalia kitu cha kwanza ambacho kinasababisha watu hawa walenge sana tarafa la Uvira na kutaka kuteka Uvira ni kitu kimoja, kupitia mafrontiere. Uvira iko na frontiere mbili. Kama nataka kusema frontiere mbili ambazo wanalenga zaidi. Frontiere ya kwanza ambayo wanalenga ni frontiere kwa sababu wanampaka na Rwanda. Frontiere ya pili wanalenga kwa sababu wanampaka na Burundi. Hicho ni kitu kikubwa ambacho wanakilenga zaidi hao watu wa 23 ili wapate kuuteka mji wa Uvira. Na ukiangalia tena ndugu zangu, 23 kama mawazo yao hayaendi mbali, wanakuja kuangalia kesho wanaweza wakafaidika sana, kwa sababu wana njia ya maji. Wakiuteka mji wa Uvira wanaweza kupata na kufanuika vitu vingi sana kupitia njia ya maji. Tukiongeza pia kwenye frontiere hizo, ukiangalia tayari katika njia ya maji moja kwa moja wanaweza wakafaidika vitu kutoka Zambia. Unaweza kubeba bato Uvira na moja kwa moja ukaenda Kalemi na kufaidika vitu ambavyo vinaweza vikatoka Zambia. Unaona jambo kama hilo? Hapo directement tayari wanakuwa wanafaidika vitu vingine vya kutoka mbali. Ukiangalia pia wana malengo ya kuteka Uvira kwa sababu wana njia tena hiyo ya maji. Wanaweza wakatoka Uvira na wakaingia Tanzania na wakafaidika tena kupata vitu vingine Tanzania. Haitoshi hivyo wakiangalia upande wa milima huko, watakuwa na njia kubwa ya kujipenyeza na kukata mpaka maeneo mengine na kwenda kuteka miji mingine ambayo iko na umbali zaidi na Uvira katika upande wa milima. Hayo yote hawa jamaa wanakwenda kupiga hesabu na ni njia gani watatumikisha ili wauteke mji wa Uvira. Kwa sababu wanakuja kuona Bukavu hakuna entere yoyote. Bukavu hakuna uchumi ambao unaweza ukawasaidia, kwa sababu Bukavu nayo inalenga sehemu za Uvira. Bukavu inalenga Fizi, Bukavu inalenga pia vitu kutoka Rwanda, Bukavu inalenga labda vitu vya kutoka maeneo ya Uganda. Sasa unajikuta Uvira hakuna vitu vya ajabu ambavyo vinaweza vikawaingizia, na ndio maana unakuta wanaanza kulenga zaidi Uvira, kwa sababu Bukavu hakuna sehemu ambayo wanaweza wakajitetelea. Bukavu hakuna sehemu ambayo wanaweza wakafaidika. Bukavu hakuna chochote. Bukavu hakuna kitu kabisa, na ndio maana unakuta watu hawa wanakuwa na vision ya kukamata territoire ya Uvira. Territoire ya Uvira ina mambo mengi. Territoire ya Uvira inaweza ikafaidisha vitu vingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunawaombeni muwe macho. Ndugu zangu wazalendo, acheni kubaki nyuma.
angalieni ni namna gani mnaweza mkapiga hatua na kwenda kuwafukuza watu kuanzia maeneo ya Bukavu, kwa sababu mkiendelea kuwaacha maeneo hayo kisha wenyewe waje wanashuka, itakuwa ni vita vikubwa ambavyo zaidi vinaweza kuwa na uzito ndani yake, kwa sababu kuna malengo ambayo wanayo zaidi ambayo wanakuja kulenga Uvira. Kuna malengo ambayo wanalenga Fizi. Kuna malengo ambayo wanalenga sehemu zingine na kuendelea, kwa sababu Uvira ikishikwa Burundi na tetemeka. Burundi haina kitu chochote pale. Burundi hawatosema. Uvira ikishikwa Fizi, tayari sisi ambao tunaoangalilia Fizi, tunaangalia uchumi wa Fizi, tayari pia nao utakuwa umetekwa. Hapo hakutakuwa tena mazungumzo yoyote ya kusema kuwa watu wakimbie, raia wakimbie, kwa sababu tayari watakuwa wameshauteka. Wanaweza wakateka Uvira siku moja na directement meme jour na wanateka territoire ya Fizi. Na hapo wanaweza wakapata njia na kujielekeza na kupenya katika mji wa Kalemi na kuendelea. Hapo tutakuwa tulishakuwa na charge kubwa ya kumilikiwa na hawa wabeberu, kumilikiwa na hawa wahovu ambao wanakuja kuharibu zaidi hali ya usalama katika ngazi zetu. Kwa hiyo hii ilitaka nizungumzie siku ya leo. Watu labda wajui kwa nini hawa watu wanalenga sana Uvira. Wanazungumzia Uvira, wanataka watafute njia waingie Uvira. Wanapenda wajipenyeze waingie Uvira. Kwa nini? Acha niwaambie tu kuwa Uvira ina uchumi mkubwa. Uvira inalengwa kwa hatua kubwa, kwa sababu ina njia nyingi za wa jamaa kupata mali, kupata misaada, kupata kile chochote wanachokitaka, kwa sababu ni njia peke yake ambayo itawafaidisha na mioyo yao wataishi vizuri miaka yote. Na ndio maana unakuta wanalenga Uvira. Wanakuwa na macho ya tamaa katika jiji la Uvira. Na ndio maana wanaanza kutafuta hawa wajamaa tutawakwepa namna gani. Wanaongeza vikosi siku baada ya siku, waangalie namna gani, afrotema gani ambayo watakaoitumikisha kwa sababu ya kuja kukamata Uvira. Nikisema Uvira, yani vile gisi nilivyosema nyuma, tayari Fizi hapo litakuwa ni kusukula. Nikisema Uvira hapo hivyo, nikisema Burundi pale itakuwa ni uchafu, kwa sababu Warundi nao hawatakuwa na nguvu kubwa zaidi, kwa sababu nao wanalengwa katika vita hivi, nao wanalengwa zaidi katika hivi vita. Burundi nayo inalengwa. Kwa hiyo tunawaomba sana ndugu zetu wazalendo, kuweni macho. Msibakilie maeneo hayo ya Plaine de la Ruzizi. Sogeni mbele, muangalie gisi gani mnaweza kupiganisha adui. Bado hajaanza kujirenforce kwa hatua kubwa ya kuanza kuja kupiganisha jiji letu ambalo tunalolitegemea pia hata na sisi sehemu tunapopatikana, kwa sababu ya kuangalia namna gani gisi tunaweza kukalinda mali zetu. Kwa hiyo wazalendo pamoja na jeshi la FARDC, muwe tayari kusogelea mbele na kwenda kuwapiga hao watu. Panapokuwa vita ni lazima watu wafe. Panapokuwa vita ni lazima matokeo mabaya yatokee, maafa yatokee, kwa sababu tukiangalia kuwa tutaangamiza raia, tukiangalia kuwa tutatesa raia, jambo hili litakuja kutufunga na mwishowe tunakuja kujikuta tupo katika mikono ya 23 mapema sana. Kwa hiyo ndo lengo zaidi ya M23 kutaka kuteka katika jiji la Uvira. Uvira ina mambo mengi sana. Ina njia nyingi sana ambazo 23 M23 inategemea. Na ndio maana unakuta akili yao yote ya tamaa inaangalilia Uvira. Wanakuja kujikuta Bukavu hawana ekonomi. Pesa zote ambazo zinaingia katika benki ya Bukavu zinatoka Fizi na Uvira. Sasa wanajikuta kuwa huku ndo kuna uchumi mkubwa ambao wanaweza kuuteka, kwa sababu wameteka Bukavu na wanataka wateke Uvira na Fizi. Tayari zile zote pesa ambazo zinakuja sehemu mbalimbali na kwenye maporo, kwa sababu maporo tunazo. Tarafa la Fizi iko na poro, maboti na mabato zinatoka sehemu mbalimbali zinafika hapa. Unakuta kuna Uvira kuna poro, mabato kutoka sehemu mbalimbali zinafika pale na zinaleta vitu vingi sana.
Na ndio maana unakuta ndugu zangu pia na raia wamelalamika sana na kusema kuwa msisinzie wazalendo, sogeeni mbele, bado ni mapema. Watu hao wana akili kubwa, wana mawazo makubwa ya kutaka kuchukua mji wa Uvira, na tukizembea tunaweza tukaanguka kwenye mikono ya M23 na kesho tunakuwa watumwa, na hapo hatutakuwa tena na nguvu. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu wazalendo pamoja na serikali la jeshi FARDC, muangalie namna gani gisi mnaweza mkasogelea mbele mpaka Bukavu, muwapige hao watu Bukavu, muwapige na kuwarudisha mpaka Goma. Na mtakapofika Goma, na hapo itakuwa ni vizuri kuwarudisha mpaka Rwanda, alafu mnasabote Rwanda kidogo kumuonesha Paul Kagame kuwa jeshi la wazalendo na FARDC wako kimoja na wana nguvu ya kunyang'anya maeneo yao yanayochukuliwa na M23. Kwa sababu tukiangalia nguvu zinaenda na punguka kwa Rwanda. Baadhi ya nchi karibia 30 tayari zimejitoa na katalia kabisa kusaidia Rwanda, kwa sababu sasa hivi katika uchumi ya Rwanda imeshuka, na kuangalia namna gani gisi wanaweza kujirenforce, lakini hawataweza kwa sababu nchi zile kubwa kubwa kama vile Uingereza, Belgique, Uhispania na nchi zingine tayari zimejitoa kwa kusaidia, kwa sababu ndio ilikuwa ikipandisha Rwanda kichwa kuona ina nchi nyingi ambazo zinawasaidia, lakini nchi hizo zimekata mguu na kutokuwasaidia tena. Hivyo hawatosaidiwa tena na nchi zile kubwa kubwa mpaka siku watakapotoa majeshi ya M23 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi kwenye est ya Republique Democratique du Congo. Sio jambo rahisi. Hili litampiga pigo kubwa huyu Kagame, kwa sababu hato furukuta tena, na hapo itakuwa ni mwanzo wa sisi nao kuingilia kati jambo hilo, wakati nchi kubwa zinajitoa kwa Rwanda. Kwa nini sisi tusisogelee kuwapiga Rwanda? Nchi tayari kubwa zile zilikuwa tegemeo ya Rwanda. Hivi sasa hivi niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, Rwanda watoto wakiugua tuseme korela, watu walikuwa wakisaidia ni nchi ya Uingereza, tayari imekata mguu ya kusaidia wale watu kwa madawa. Haoni kama ni hasara kubwa ambayo Rwanda imekwenda kupata? Tuangalie upande wa kusaidia wakimbizi wanaokuja sehemu mbalimbali, na wageni wanaosaidia ni Uingereza. Sasa hivi Uingereza imekata mguu. Unafikiria jambo hilo kwa Rwanda litaendelea kusibiri hiyo probleme mpaka miaka ngapi? Haitokubali. Na kama haitokubali, sasa sisi wazalendo, sisi FARDC tuingilie jambo hilo katikati, tuangalie namna gani gisi tunaweza kuwapuse baende mbele. Tusisinzie OCU tulishakamata tumekamata, tuko hapa tayari tumefunga Plaine la Ruzizi yote. Hawa jamaa watakuja, wana plani kubwa sana. Bukavu waliingia bila risasi. Kwa hiyo wana akili ambao wanajifunza, na wakati wana akili ambazo wanajifunza, kuna wakongomani ambao akili zao bado ni za tamaa ya pesa, na kuna baadhi ya wale bado wanaendelea kuongwa pesa, na kuna wale ambao wanaendelea kutoa majina ya watu kuwapelekea watu wa M23 kwa sababu ya pesa. Mkongomani anaweza kumuuzisha mwenzake kwa sababu ya pesa, akamuuzisha na kumuisha kwa sababu yeye apate pesa. Na kuna viongozi ambao wako hivyo, kuna raia ambao wako hivyo kwa sababu tu ya pesa ya 1000 francs Congolais, anataka kumuuzisha mwenzake na apigwe risasi. Wakongomani wako na hiyo akili. Sasa wakati hawa watu wanakuja na vitita vya pesa, wanakuja na $80,000 banapatia mtu, unafikiria ule mtu hatotetemeka kupata ile $80,000? Deja atakuwa na denonce na kuanza kutoa siri ambazo tuko nazo, na kuambia kuwa mpite hapa, mfanye hivi, alafu muje na mbinu fulani. Kesho tunaanza kuingiza M23. Tunajikuta kuwa M23 imeingia Uvira, zaidi ya watu 30 tayari wameingia Uvira. Tunajikuta kuwa tayari tumetekwa, na pale vita vinaanza. Unaona, tayari watakuwa wamewateka huku, tayari wamekuwa wameshaingia katika jiji la Uvira, na hapo inakuwa ni kero kubwa. Na angalia gisi gani, na ndio maana mliona gouvernement central ya Sud Kivu haikuja kwenye tarafa la Fizi, kwa sababu walipenda kuweka Uvira ndo kuna base, Uvira ndo tegemeo, Uvira ndo jicho. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuwezi tukaongea mambo mengi hapa. Tayari nilishawaambia secret ya hawa watu
kutaka kuingia maeneo ya Uvira. Hivi ni vitu ambavyo tunavifikiria, ni vitu ambavyo tunavidadisi sana hawa watu kwa nini. Lakini wakati tumekuja kupata majibu ni hayo, kwa sababu ya maporo kuwa mengi, kwa sababu ya mafrontiere kuwa mengi katika jiji la Uvira, na ndio maana wanakuwa na ile tamaa ya zile pesa zinazoingia Uvira, maana na zile pesa zinazoingia Fizi wanakuwa wana tamaa. Kwa hiyo ndugu zetu, tufunguke macho, tuangalie namna gani gisi tunaweza kukomboa jiji letu la Uvira lisitekwe, jiji letu la Baraka na tarafa la Fizi lisitekwe. Watu wanawategemea sana wazalendo, na Mungu awabariki. Tokeni hapo, endeleeni mbele na kuwafukuza katika jiji la Bukavu wanafunzi hawasomi. Hiyo ni jambo ambalo linasikitisha sana. Wanafunzi sasa hivi hawasomi. Tukiangalia maeneo ya Goma, wanafunzi wanatoka na huzuni, hawapiti kwenye barabara yao, wanakuwa wanapitia nchi ya Rwanda, huku wakiuliza maswali mengi sana. Yaani unakuta bana autorize batu kuingia Rwanda porque ukie kuingia kwenu. Sasa unajikuta kuwa ni hali mbaya sana. Hawa watu sio watu wazuri, sio watu wangwana, zaidi ni watu wa kuwateketeza. Bado ni mapema. Vive la RDC, vive wazalendo ambao wako muplene ya Ruzizi, vive Republique Democratique du Congo Felix Antoine Tshisekedi. Na tumaini kila kitu kitakuwa kizuri, na atakuwa na minisio ambayo anakwenda kuifanya. Kwa hiyo watu wanaendelea kupata minisio wazalendo. Naona unga unaendelea kuingia mwingi, chakula ni kingi ambacho kinaendelea kuingia pale, diaspora inaenda kufanya kazi. Kwa hiyo hivyo Mungu awabariki, na tuko tayari kupigania nchi yetu na udongo wetu. Hata senti kidogo isichukuliwe na hawa wa jamaa ambao wanajiita ma M23, ambao ni wahasi wanaoungwa mkono na Rwanda.